chake utakibeba. Maisha yamekuwa magumu sana hapa ndani kijijini. Maisha yamekuwa haiwezekani. Nasema huyu dada lazima nimpate. Sara ni wangu. Kuna ati kombo kumba ninyang'anye mke wangu. Itakuwa vigumu sana. Lazima nifanye jitihada mpaka nimiliki mke wangu. Haiwezekani. Hata wewe. Yaani wakati nimeanza mimi mwenyewe mapenzi yamekolea katika moyo wangu kwake Sara. Ndio kipindi na yeye ananiacha kweli? Haiwezekani, haitawezekani. Sitaruhusu kwamba aweze kumiliki mke wangu. Ngumu sana. Itakuwa vigumu. Halo. Mambo mrembo. Unaketi peke yako hivi? Mimi nimetulia hapa mdogo. Tena kaa peke yako kama unafanya maombi. Alafu wewe uone wewe mwenyewe unakaa tu umekaa lonely. Nahitaji kukupa kamba, unaonaje? Basi njoo uketi. Niambie sasa. Wanakuita nani kwa bahati nzuri? Mimi naitwa Sharon. Na wewe? Kwa jina kubwa ananiita Clement. Na ni jina nzuri. Kawaida ile jina lazima liwe kubwa, na ni jina nzuri. Unatoka sehemu gani? Mimi nimetoka Nairobi, nimekuja kutembelea shangazi yangu huko kijijini. Yaani nimefurahia kukuona. Yaani huu muda ambao nimekuona nimejihisi kama nimepata nafasi ile ambayo ni nzuri sana kwa duniani. Kupata mtu ambaye ananifaa. Kirembe. Tena ni nini? Yaani kupotea kwa Kirara akugusi mahali. Ni shughuli zako tu. Ni mapenzi kila mahali. Shangazi ndio nilikuwa naenda. Huyu nilikuwa namuuliza tulitusoma na yeye. Nilikuwa namuuliza mambo ya shule. Ndio gani? Shangazi huyu tulisoma na yeye. Sasa nilikuwa namuuliza mambo ya college vile tulikuwa huko college. Sitaki kusikia maneno ya college. Enda moja kwa moja mpaka kwa nyumba 10. Upige ripoti huko kwamba mtoto wangu amepotea. Shangazi, lakini nilienda kule yule mama mwenyewe yule jimama lile lidude lile lilinitimoa siku ile ambayo nilipoenda. Clement, nimesema uende moja kwa moja mpaka kwa nyumba 10. Usikii tena? Lakini shangazi yule mama alinifukuza, alinitimoa wakati yule nilienda huko. Alafu wewe nisiche nikakupata na mwanangu siku nyingine. Mume wangu, mimi sasa mambo ya kukaa hapa, mimi nasikia nimechoka kabisa. Hiki kijiji kuna maneno mingi yaishi. Tangu nikuja hapa ni maneno. Mimi nataka tu tuhame huku. Lakini mke wangu, tutahama aje kwa hiki kijiji? Na unajua kwamba mimi ndio mzee wa hii mtaa.
Mimi naye nakwambia tu mimi nimechoka. Mambo ya kijiji mimi siwezani. Lakini mke wangu, mbona unakasirika haraka hivyo? Sukue mpole. Mambo itakuwa tu sawa. Mimi sitaki. Usichoke haraka hivyo. Vituko leo huyu kesho hii mara si nini hapa. Lakini unajua kwamba mimi ndio msewa hivi. Lazima usikie vituko na shida ni nini? Si nilikurudisha wewe. Sasa wacha niongee na mzee wa mtaa. Umepenza sasa yenye tuko wawili ndio unakuja. Shida ni nini bwana? Unajua mzee wa mtaa Clara ambayo yule mmoja wa mama wa shangazi yangu ashatekwa nyara. Ati? Sasa ndio hivyo tumeshinda vile tunaweza kumpata. Ndio maana nimekuja kuona. Mwangu, sasa unasikia chenye nimekwambia sahi. Na ndio maana nakwambia kijiji si mzuri. Ati ametekwa nyara. Kesho sitakuwa ni watoto wangu. Mimi hapa sikai. Mimi hapa mume wangu hapa tunahama. Hapana. Clement, kwani tena kuna makosa gani? Kwani ni makosa yako tena? Kijana, unanisikiza vizuri? Ninachotaka namtaka Clara, sawa? Sawa, umenisikia? Mimi hata mimi sikumchukua. Sikumchukua. Unanisikia? Mimi sijamchukua. Unanisikia? Unanisikiza kijana vizuri? Hisia zangu zinanionyesha tu wewe ni mhusika kati ya wale ambao waliomteka nyara. Unanifinya na hata si mimi. Unanifinya matumbo. Si mimi sijui hata kia walai mimi sijui. Mimi hata sijui kwenye hapo. Unanisikiza vizuri? Sijui. Ninachokitaka nisikiza wewe kijana. Nakusikiliza. Nataka nijue mahali Clara alipo. Sitaki kujua kitu chochote uniambie mbele yangu. Na nisikie hicho tu ndio kitu ninachohitaji. Sawa? Na nataka tuende pamoja na wewe. Nisaidie kumtafuta. Sawa? Sijui kwenye yako lakini nitakupeleka. Unanisikiza vizuri? Na sijui kwenye yako. Nyanyuka hata siombe. Utii. Twende pamoja hivyo. Tangulia. Unataka kupita? Sina kuuliza, unajifanya unioni? Nakuuliza na unanyamaza. Nakumbuka nikikufukuza kwangu, kumbe wewe ndio ulikuwa umetoka na Clara, umeenda umeuza mtoto wangu, unarudi tena kuja kwangu. Clara yuko wapi? Jana kuuliza na unanyamasia. Clara yuko wapi? Ulipeleka mtoto wangu wapi? Jana kuuliza na unanyamasia wa mtoto wa Rebeka. Lakini kwa nini mnakuanga hivyo? Nakuuliza unanyamaza. Sikuwa nauliza. Mtoto wangu wako wapi? Nakuuliza mtoto wangu wako wapi? Wewe mama, iko nini hapa? Ni nini inaendelea? Mwachilie kwanza pole. Ongelesha watoto pole pole. Sio wewe. Nimemwongelesha na nilikwambia ukitaka kunijua kuza watoto wangu. Mbona na wewe mama usinikuchia chufi, unataka kunikuchia. Ulihamia hapa juzi lakini uko na kierere. Mimi ni mama yako. Mbona niita mama? Mimi ni mama yako. Niko na mtoto mwenye andoshana kama wewe. Ati wewe mama usijaribu kuniita wewe mama wewe. Wewe ni mama wa wapi wewe? Yaani wewe mama unataka mimi ninakwambia usiniite mama. Mimi naniita mama. Kutoka miaka. Toka tuachana wewe tupigane. Hebu tuache. Kwani? Ni nini majirani? Ni nini majirani? Ni nini? Anasema ajua kwa nini?
Bini. Bini ni mbona unacheka ni kama una nini? Hey, John. Unajua mimi nakaa hivi nafikiria wenye umeniuliza nacheka nini? Yaani nafikiria hizo pesa vile ni mingi. Na zikikuja inabidi tufikirie jinsi ya kuzitumia. Ujue, yaani vile unavyowaza hivyo, ndio unaona hata mimi niko busy hapa pia najaribu kuweka rekodi. Unajua kitu cha kwanza, lazima kwanza tujipangilie hizi pesa vizuri. Umeona? Juu, si unajua kwamba yule mama huyu mtoto anafaa tu shilingi ngapi? 1200. Unasikia? Alafu tena kulingana venye nimesikia, unajua kulingana venye naona bosi, hizo pesa ni kama zilitolewa nusu, so wataongeza pesa zingine. So mimi nikijaribu kupiga hesabu, yani nikijaribu kupiga tu mahesabu kidogo hivi, naona ni kama tuko na shilingi ngapi? 1000 ngapi? 1000 ngapi? 300. So hizi pesa mimi nimeona hivi, ni either kama bosi atakuwa mzuri atatupea labda shilingi 1100, 1100. Sasa yeye atabaki na 1100, 1100. Ndio unaona sasa mimi najaribu kupiga hapa mahesabu bana. Wenyewe hata mimi hii pesa vile naona inafaa kweli kabisa tutafute namna ama jinsi ya kuweza kuzitumia. Kwa sababu hizo pesa ni mingi. Kwa upande wangu huwa nasikia Mombasa raha. Sasa mimi sijui wewe mwenzangu. yani umeongea kitu mpaka ikaniguza tena. Unajua hata mimi mwenyewe penye niko, angalia. Hapa nimeweka nini? Pwani. Yani huko si ndio Mombasa? Ama pwani inakuanga wapi by the way? Mkai kwanza kando. Ni nini mbaya? Ni nini mbaya? Wachana na mtoto. Ni nini mbaya? Ni nini? Ni nini kwanza ngoja kwanza mama Clara ni nini? Toka hapa. Ni nini? Unakuja na nini? Unakuja. Nani Rebecca kuja huku ni nini? Ni nini? Hata wewe unasema mimi nikuja kwanza nipoteza mtoto wake. Yaani ndio anajua mama Clara kujua mimi najua ni adui yangu lakini ngoja nisikize kwanza ni nini? Ni nini inaendelea hapa? Si ni huyu kimama. Anasema ati mtoto wangu alichukua Clara wake sijui akampeleka wapi. Kati yao na Clara anajua hiki kijiji sana. Huyu amekuja hapa juzi anajua wapi huko. Hata nini hiyo unasema tumesema tu mtoto gani? Si ni mama Clara. Anasema ati mtoto wangu alikuja akachukua Clara sijui akaenda wapi na Clara. Na Clara hayuko mpaka wa leo. Sasa anasema mtoto wangu ndo anajua kipenye Clara yako. Kati ya Clara na huyu msichana wangu nani anaelewa hiki kijiji sana kuliko mwingine? Apeleke ujinga mbali sana. Atafute mtoto wake penye yako. Ama kama alimuuza yeye anajua anakuja kusingizia mtoto wangu. Ati nini? Mako hii ni good news. Yaani bad news. Ati Clara amefanya nini? Ati amepotea. Mama Clara ni ukweli? Wewe naye wachana na mimi. Mama Clara, mimi najua mimi na wewe ni maadui kabisa kwa hiki kijiji. Lakini kwa sababu ya mtoto tafadhali, tunaweza weka uadui wetu kando, tafute penye mtoto wako. Huyu mama sijui ako na roho mbaya aje. Hata sasa venye mnakaanga na yeye kijiji. Kinakaa kishetani hiki kimama. Wewe mama nimekuambia unikome. Kama sio mtoto wako mtoto wangu angepotea. Unikome kabisa usiniite shetani. Wewe mama, unataka kunimaanisha mtoto wangu ni jambazi? Wewe mama wenzangu tafadhali, mama wenzangu. Tafadhali kwenda kwake. Tafadhali kwenda kwake. Kabla huyu mama tafadhali. Anijui tafadhali. Ngoja tumalize tujue vile tutamaliza hii nini. Lakini atoe mtoto wangu kwa mdomo. Mimi lazima niende nilale kwa ufuo wa bahari huko. Nionane na wazungu. Juizi ayo niko tayari mimi kwenda kuenjoy hii maisha. Unajua sasa, pwani mimi nasikianga tu. Lakini leo nataka mimi mwenyewe nifike huko. Nataka nifike huko. Unajua nasemanga ati maji ya chumvi, sijui maji nyingine sijui ni ya sukari. Yaani nasikianga hiyo ndio nataka nifike kwanza, ndio kitu cha kwanza. Alafu kitu cha pili
kama nitapewa shilingi 1,100 mimi sasa. Umeona? Ndio. Si nini nitatumia kitu kama 30 niende kwanza wapi? Pwani. Halafu nikuja nitumie 50,000. 50,000 niende. Na kwanza pwani ni wapi? Na sinaona ni kama si ama ni Uganda. bana. By the way unajua hata mimi hata ama mimi ndaenda Uganda. Wewe unaona? Hata mtoto wako mdogo. Lakini hata wewe na bado ni mgeni hapa. Si utumie kwanza. Hawajafinya, ameuliza yeye alikuwa na msichana yake ameenda wapi? Angekuja polepole siku hata Umeambia kiongozi maneno? Mimi sitaki maneno ya kiongozi. Kiongozi yeye alinifunjia mtoto akakuwa kiwete. Ama hata yeye ndio amefunja huyu mwingine tena. Mama Clara, tafadhali nakuomba usifikie hapo hivyo. Huyu ni kiongozi wa Mwange. Wacha tumpatie heshima zake, but mimi kitu yenye naona twende tumueleze hii habari. Mtoto hawezi potea na kiongozi wa Mwange ajui. Sitaki maneno ya kiongozi. Na huyu mama anakaa aje kweli? Ama hataki kusaidika? Ama anajua penye msichana wake yako? Mama Clara, nimekuomba tafadhali ushuke chini. Kwa sababu hapa tunaongea maisha ya mtoto. Maisha ya mtoto ndio tunaongea hapa. Achana na mambo ya kusema sijui utaki kiongozi. Yeye ni kiongozi wa kijiji mzima. So kama umekataa kushuka chini unasema ati kiongozi asihusishwe hapa. Unataka mimi nikusaidie aje? Irene, kwani ule mtoto mwenye wanasema alipotea ni rika gani? Karibu rika yangu. Huyo mtoto ni kama ako na kere, ni kama ni mjuaji. Labda hata anaweza kuwa alioleka. Anaweza kuwa na tabia kama ya mama yake. Ako na tabia kama ya mama yake? Huyu Rebecca ananiambia nini? Unafikiri ni hao wako wenye wako na tabia kama yako na wangu ni kama wako? We, Rebecca, Mama Clara, hatuyuko hapa kujua ya kwamba mtoto anafanana mama yake ama afanani mama yake. Magani tuko hapa kutafuta mtoto kama yako. Unaona wasimu yamelifika hapa kwa hiki kitu. Huyu ni mgeni amefika hapa na anakaa aje, tabia gani? Wazimu. Hawa wajui uchungu ya mtoto. Wajui uchungu ya mtoto kabisa. Mama Clara, kwa hili tu imeniguza mimi pia kama mama. Nataka tuache uadui yetu kando, tushughulike tujue mtoto ako wapi. Tutapataje mtoto? Unajua mtoto ni anafanya sijui ndio anafanya mtihani. So anafanya mtihani. Tutafute mtoto, tuachane na uadui. Promise tumeachana na uadui kwanza, tutafute mtoto. Tutashughulikia mambo mengine baadaye. Hapo ni kweli lakini sikuamini hata wewe. Lakini hicho umesema acha tu iko hivyo. Sawa sawa, niamini tu juu ya mtoto. Si nimekuambia mimi ni mama. Niamini tu tafadhali. Niamini tu. Na ninakuhakikishia mimi Mama Kalunge mpaka Clara apatikane kwanza. Mpaka Clara apatikane kwanza. Hapana, inafaa kwanza si Mombasani. Hiyo Kwani Mombasa iko wapi wewe? mimi nimesema naenda Mombasa. Sasa mimi naenda Mombasani huko kuoga na maji ya chumvi na kucheza kwa mchanga. Na by the way, wewe Mombasa hakuna maji ya chumvi wewe. Maji ya chumvi iko pwani wewe. Oh, tena. Mombasa iko wapi? Mombasa siko North Eastern huko. Nasikianga wakisema juu North Eastern huko. Basi hata ache ikae, mimi naenda kuona mawe inalia. Alafu ama tuende Ukambani. So nisikia kuna mawe Ukambani. Ati sasa wewe ni mwanaume. Mimi kienda uzuri mara 7. Unaona aje hiyo plan? Hiyo si inaingia. Hiyo lakini tena hiyo bwana ni kali sana. Mimi sitaki hiyo. Wewe unaona aje? Sasa wewe ujui. Umeona? Kati ya hiyo mawe ya kuzunguka hiyo mara 7 na ile mawe inalia ya Western ama ya huko magharibi mwa Kenya. Unajua tukisema tuende Western tutakuta Yesu huko, yule Yesu wa Tungari. Huko hapana. Halafu unajua tena Western kuna Mungu. Huko sikia kuna Mungu mrasta huko. Mimi nimeboeka. Sasa hebu tutafute wazo mzuri basi ya wacha kwanza tufikirie, tufanye aje? Kesho tukishakula tu gali hivi tushibe, tukae chini tufikirie vizuri kabisa venye tutatumia hizi pesa. Unajua hizi pesa ni mingi. Kuna kwanza mtu anaitwa advisor anaitwa aje kwa kizungu? Advisor. Advisor. Advisor ni nini kwanza?
ni advisor tu, advisor. Advisor si ni mawe. Hii mawe inakuanga umeona ukienda Western kuna mawe ingine inakuanga imekaa juu ya yoni ni mawe ingine. Mawe Kenya kama shikilia mawe kubwa juu ni kadogo. Alafu ya juu ni inaitwa advisor au juu hata kumbe. Simna inakaaje? Unakuja good news hapa. Kani hii vitu ni good news na imenichanganya hata password hii ni nini kweli? Ilikuwa inaenda aje? Hayo kwa inaenda aje kweli? Wow. Shika simu, chukua simu. Onesimus. Kwani hii mambo ulifanya lini? Hatujuzi? Lakini huku niambia. Yenye uliniambia nikae mpole, kazi utafanya shwari kabisa. Nakwambia tesa kutesa kabisa. Nimeshika mama yake saizi, nimemuingiza box, anafikiria mimi ni rafiki yake. Hata hajui kama mimi ndio mwenye hiyo deal. Nakwambia tesa kabisa. Hata kama inawezekana maliza yeye. Nimekuambia hata kama inawezekana maliza yeye. Kazi njema wewe, kazi njema, utakunywa soda ndakuongezea. Hapo sasa. Teremuka, sinani teremuka, sinani teremuka, paka chini teremuka, sinani teremuka, sinani teremuka, sinani teremuka, paka chini teremuka, sinani teremuka, sinani teremuka, sinani teremuka, paka chini teremuka. Jo kutoka geti heli mpaka Bongo si wongo, sikiza hizo rapa kwenye speaker mina bamba. Safari nimeanza ati boda mina tamba, nika mtu mzima nisubiri kwenye kisima. Diana mtu mwema nahitaji hutu wema, nishakula kiapo kwenye muziki bado nipo. Nafuma ka upepo na sirudi kwa milupo. Mini yule boy mina fili tu majabu. Nakamu kwa kilabu tena vile mina rapu. Na rapu na wahindi hata pia na warabu. Sikiza ngoma zangu sikifiti kwa sipika. Mtahani sina weka Fiji chini sasikika. Sinani teremuka, sinani teremuka, sinani teremuka, paka chini teremuka. Sinani teremuka, sinani teremuka, sinani teremuka, paka chini teremuka. Sinani teremuka, sinani teremuka, sinani teremuka, paka chini teremuka. Yosi arijei kwenye jukwaa tumefika. Misari kamizuka taratibu sina shuka. Siwezi tingizika kutishika sijafika. Maisha kama vumbo kufumbua sio kumbo. Sikiza ni washo vile wanga mina blow. Nikishuka kwenye flow na utamu una blow. Kazi kupigia watu kelele kwa kijiji. Acha ni nani kama usime? Wewe toka ni makoleba nini? Haya kwa kwani utafanya utafanya. Wewe nini hapa wewe? Hapa. Guys wewe. Kuja kwanza. Ni nini? Sini kitu hii. Ati kitu akitana kitu. Kitu tena. Kitu. Mimi kitu. Ndio. Bidi angalia hapa na tunakaa kinyangarika tu hapa hivi. Kwenda Katumani wewe. Wewe nauliza mnyamaze kwanza. Baba yenu kwa wapi? Mnapiga aje makelele kwa hiki kijiji? Sina kuuliza. Unaniangalia aje unatolea nani macho hivyo? Baba yenu kwa wapi? Sina mauliza. Wewe msichana, nyumba 10 yako wapi? Ayuko. Sasa hizi nani wapi? Na waungiliza sasa mnaniangalia tu hapa hivi kama. Yaani, Onesimus, unajua nimekupigia simu lakini sijashikanisha vizuri hivyo. Ndio nimekuja tu niambie mimi moja kwa moja. Ati Clara uko naye? Dili nishamaliza. Wewe nipe balance yangu. Balance tena kutoka wapi? Yaani mimi nimekuja kujua kuconfirm kama ni ukweli maneno yenye yanaendelea kwa kijiji. Kama ni ukweli umeshika Clara, unaniuliza tena balance. Balance inatokea wapi? Kulingana na biashara yetu ilikuwa ni kumtesa. Lakini wewe umeongezea tumuue. Ambapo sio kulingana na rules zetu. Utaongeza hela. Sasa unajua wewe unanichanganya. Mara unasema rules zenu zinasema si ya kumuua. Tena nikikupata mnataka kunikula pesa ama nini? So umesema yenu ni ya kutesa tu bure. Customer is always right. Ombi lako
ishakubaliwa, ila kwa pesa. Sasa hapo kwa pesa unasema kwani niongeze ngapi ndio mmalize? 100,000, manake sio kazi rahisi. Unanielewa? Hiyo 100,000 hiyo ni pesa mingi sana. Hiyo ni pesa mingi. Kama ile nyingine nilistruggle balance yenye ilikuwa imebaki kidogo nikakuletea tena 100,000. Mama, hatuko hapa kupingana. Kwa hiyo mtu unaweza nunua. Unanielewa? Utupa kasi au kutupa vikeso wala kulingana vile utatulipa. Sisi ndio wenye kazi na tutasema kazi vile inaendelea. Sasa ndio nitoe hizo pesa mpaka lazima nikuje nihakikishe nione hata kwa umbali tu nione ni yeye. Juu sitaki anijue. Juu nimesikia mama mwingine kwa kijiji kwa akisema tabia yake ni kama ya mama yake, maybe hata ameolewa na unanidanganya. Nikuje ni confirm hata kwa umbali tu hiyo 50 ndakupea. Kwa ajili ya evidence. Tukionekana na wewe kwa muda mrefu, na watu wataanza kushuku. Utakupa sauti yake. Unanielewa? Hapana, hapa kwa sauti na unanichanganya. Nimesema ni dakika moja tu tafadhali, naomba dakika. Kwa umbali hata mimi sitaki anijue. Kwa umbali tu tafadhali. Sawa? Wacha tufanye hivi. Tutakutumia picha yake. Sitaki mambo na picha. Niambie kesho kama vile ulikuwa umeanza na uniambie ni saa ngapi. Mimi nione vile ndajifix mwenyewe nipatikana hapo. Kesho saa 2 asubuhi. Mapema ndio best. Sawa, saa 2? Sawa. Sawa. Mila zetu kusichezea. Baba mama walitulea. Tuwe watu wa kuelewa. Yo mwanangu keti chini hili upate mashauri. Punguza kiburi ndo kitakashi vizuri. Dunia bado shule kila kitu tafakari. Nasema hupatiri kama ubiri na medali. Kumbuka mumbo wako siku za ujana wako. Na kato simtenge tena kwenye ndoto zako. Kila ulicho nacho mimi nasema ndicho chako. Sitamani cha mwenzako kuitesa nafsi yako. Uende kawa tumekosea. Mila zetu kuzichezea. Baba mama walitulea. Tuwe watu wa kuelewa. Uende kawa tumekosea. Mila zetu kuzichezea. Baba mama walitulea. Tuwe watu wa kuelewa. Ona tunalia. Tumekosea. Tunaumia. Tumeonewa. Mola wetu tusamehe sasa. Tutokapo tupaoni sasa.